sio watu wote ambao walikimbilia kuanzisha vyombo vya habari vya mtandaoni wamedumu. Yani kuna baadhi ya vyombo vya habari vilianzishwa, lakini sasa hizi utaona vimetoweka, wameacha kabisa kuchapisha. Safari sio rahisi. Sasa leo nilitaka kushare na wenzangu wenye ndoto ya kuanzisha vyombo vya habari vya mtandaoni ni masuala gani au mambo gani wangepaswa kuangazia. Kwa sababu matarajio ya wengi ni kwamba wakianzisha vitu basi vidumu, vio vikubwa na viendelee kuwa na manufaa kwa hadhira ambayo wamekuwa wakitegemea. Kwa hiyo nitatoa tips kadhaa, na ya kwanza, kabla hujaanzisha, hata kama una mapenzi yako mema, jaribu kuangalia ni tatizo gani unaenda kutatua. Ni kweli unataka kuanzisha chombo cha habari. Chombo cha habari kinatatua tatizo. Je, kuna uhaba wa taarifa za aina gani kwa kundi gani? Au yani kuna maumivu gani kwenye hiyo jamii ambayo chombo chako cha habari kinaenda kutatua? Kwa mfano, kama umeona kwamba kuna uhaba wa taarifa za habari, yani kuna uhaba wa taarifa kuhusu kilimo ambazo labda za data au habari ambazo zimechambuliwa kwa kina, na kwamba wakulima wanakosa hizi taarifa na kupoteza mapato yao. Kwa hiyo hapo utakuwa hapa pana ombwe la taarifa, basi nifikirie ni namna gani naweza kusolve ili ombwe la taarifa. Kwa hiyo hapo utakuwa umeshagundua kwamba okay, kuna maumivu kwa wakulima kupata taarifa za kilimo kwa wakati. Sasa hapo umejua maumivu. Sasa ni lazima pia uende kufikiri, okay, kuna maumivu, unayasolve vipi? Hili ni jambo muhimu, na wakulima wako wengi sana. Kwa ni vizuri pia ukishajua kwamba okay, tatizo ni hili, jaribu kuangazia target audience wako ni kina nani, sababu wakulima wako wengi sana, au wadau wanajihusisha na kilimo wako wengi sana. Sasa hadhira yako ni ipi? Kwa hiyo kwa wewe mwenye chombo cha habari cha mtandaoni ni lazima itakuwa, kwa huo mfano ambao nimetolea, itakuwa hadhira ambayo nailenga labda kwa mfano ni wakulima vijana wenye smartphone, au wakulima vijana wenye uhakika wa kupata mtandao au kupata habari mtandaoni. Kwa hiyo yote kama ana smartphone ama ana kompyuta, then hapo utakuwa ni moja ya target audience yako, kwa sababu ni lazima uangalie target audience yako, kwa sababu huku baadaye tutaangazia ni namna gani itakusaidia kupata pesa. Kwa hiyo kuna watumiaji wa internet subscribers zaidi ya milioni 58, lakini kati ya hizo unaweza kukuta nusu ni taasisi, au sio? Manake around kama milioni 29 hivi, labda tukisema labda ni ukatarget kwamba wao ni Watanzania wanaotumia internet. Lakini kati ya hawa ni wangapi ni wakulima? Ukiangalia wanazidi kushuka. Ni wangapi ni wakulima kati yao milioni 29 au 30? Unaweza kukuta ambao ni wakulima hata nusu ya hawa labda hawafiki. Na kati ya hao wangapi ni vijana? Kwa hiyo ukija kupiga hesabu, target audience yako inawezekana sio wale watu wote waliopo mtandaoni, labda ni milioni 5 tu au ni milioni 4. Kwa hiyo ni lazima pia ukaangalia target audience yako ambayo unaitaka, lakini sifa zake, visifa vyake vya kiuchumi, vya kijamii. Je, hali yao ya kiuchumi ikoje? Kwa sababu ni vizuri kufahamu, okay, kama ni wakulima vijana, wengine ndio wanajitafuta, wamemaliza chuo, wameona mangoma imegoma, kwa wameingia kwenye kufanya ukulima. Lakini wengine labda wana elimu tu ya msingi, hawana elimu kubwa. Kwa hivyo vitu vitakusaidia sana kufahamu hadhira yako. Kwa nini tunataka wewe ufahamu hadhira yako? Kwanza, itakusaidia wewe kubaini lugha itakayo inatumika kwenye chombo chako cha habari. Lakini cha pili, itakusaidia kubaini uwezo wa hao watu kununua, kama ni kununua au ni namna gani watakusaidia wewe kuweza kupata fedha. Lakini cha tatu pia itakusaidia kufahamu aina ya teknolojia ama nyenzo ambayo itatumika kuwafikishia hizo habari. Umeona Kwa hiyo lazima ufahamu target audience yako. Lakini okay, umeshajua hadhira yako, nini kinafuata? Usiharakishe sasa, mimi nitawafikia vijana wakulima, ukaona ndio umemaliza. Hapana. Lazima pia ufikirie
ni namna gani utaingiza mapato, kwa sababu hakuna biashara kama huingizi mapato. Utafunga duka asubuhi sana. Na ndio maana kuna website nzuri, kuna YouTube channel nzuri zilikuwa zimeanza, lakini zimeshatundika daruga. Sio kwa sababu zilikuwa zina mawazo mabaya, hapana, kwa sababu hawakufikiria mbinu ya kuingiza mapato. Kwa hiyo kuna mbinu mbalimbali za kuingiza mapato. Ya kwanza ambayo watu wengi huwa wanaamini ipo na inafanya kazi kwa haraka ni kupitia matangazo, lakini tumeangalia duniani kote mapato yanayotokana na matangazo yanashuka mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo hata kama unataka kutumia matangazo, jua aina mbalimbali ya kupata mapato kupitia matangazo. Jua matangazo ya moja kwa moja ambayo mtu wa hardware unani anakuletea, ama kuna kitu unaita programmatic ads, mashirika makubwa haya kama Google AdSense na nani wanakuletea, lakini ujue kwamba kwa mfano Google AdSense hasupport website ya Kiswahili. Kwa kama unafikiria kuwa na website ya Kiswahili, maana yake pia kuna baadhi ya fursa zinaanza kuminywa. Kwa ni vizuri kawa unafahamu kwa kina mbinu za kukuingizia fedha. Kama utataka subscription, je, hawa watu ambao ni target audience yako wana uwezo wa kununua kulipia kila mwezi ili kuweza kupata hayo mauzo yako? Ama kama unasema utakuwa unatoa huduma, ni vizuri fikiria mbinu zote ambazo zitakusaidia kupata mapato. Baada ya hapo sasa utakuwa tayari kichwani unasema mimi nitatumia business model hii na hii na hii. Lakini tunaendaje? Ni lazima uanze kidogo kidogo. Uwe na kitu kinaitwa minimum viable product. Yaani vile vitu unavyofikiria but nianze kwa udogo wake ambao vinaweza vikaprove kwa hadhira yako kwamba hii channel bwana ni kali sana, na subscribe. Yaani haupigi hata kelele sana. Yaani watu wakiona ile product hizi habari bwana ziko vizuri sana na nitachangia. Kwa hiyo ndio tunaita MVP ambayo itakusaidia wewe, kwa sababu kwanza huna hela ya kutosha. Unaanza tu. Usianze kuwa na kitu kikubwa sana. Kuwa na hiki kitu ambacho kidogo tu ambacho kitakusaidia kujua ni muda gani uchapishe, mara ngapi uchapishe, kama ni kwa wiki ama ni kwa mwezi, format zipi uchapishe, kama ni video za dakika 1, za dakika 2, dakika 5, mwisho dakika 10, au kama ni kwenye website story ya maneno 250, 500, multimedia output. Ni vizuri ukawa umevifikiria hivyo kwenye hiyo MVP ili utakapoingiza sokoni uweze kuvitest. Kwa hiyo usihangaike na mambo makubwa. Mimi nitaanza kuposti mara 10 kwa siku. Utavurugwa kwa sababu hauna rasilimali nyingi. Lakini baada ya kuwa umetengeneza hiyo MVP na hata kabla huwa napenda sana kuwashauri watu tusiishi tu kwa kuishi bila direction. Huwa nashauri watu pia wafikirie mission, vision na values, dira na maono na ile misingi ya kuendesha chombo. Wewe ukawa unaendesha tu chombo ambacho hakina misingi, hakina dira, kinataka kufika wapi. Kwa ni vizuri ukawa umeshajua mission yako. Nataka kuwa labda chombo, tunataka kuhakikisha wakulima vijana wanapata taarifa sahihi na kwa wakati. Kwa hiyo ambayo zitasaidia labda kuongeza mapato yao hivyo. Lakini unataka kuwa wapi? Labda nataka kuwa chombo bora cha kilimo kwa ajili ya vijana Tanzania. Kwa hiyo kila mtu lazima uwe na mwelekeo, lazima uwe na lengo kubwa ambalo unapambana kulifikia. Lakini sasa pia establish values, ile misingi au ni vitu ambavyo vina guide kazi yako. Bwana, kama una ubunifu, kama unasema nguzo yangu kuu ni ubunifu, nguzo yangu kuu ni maadili, nguvu yangu kuu ni uhuru, basi vieleze na uviishi hivyo. Pamoja na hayo mengine ambayo unatakiwa uzingatie, ukishakuwa umeshaweka business model, umesha set mission, vision, umeshajua target audience yako, umeshajua tatizo liko wapi, ni lazima pia upange mbinu za kivita za kuingia sokoni. Yaani namna gani utaanza kuvutia hadhira kuingia sokoni. Je, utatumia mitandao ya kijamii kusambaza habari zako na kueleza kwamba una website, ama utakuwa umebarikiwa kuwa na hela kidogo, boost, kuweka matangazo. Kwa lazima ufikirie ni namna gani unaingia sokoni
Kwa sababu hiyo utakuwa umeshaangalia pale kwenye MVP kwamba ni platform gani utatumia kutokana na target audience yako, then hivyo vitakusaidia pia na wewe kufikiri utaingiaje sokoni. Usianze tu pale siku ya kwanza unataka utapata watu 10,000. Lazima uwe mvumilivu, kwa sababu hata kufikia subscribers 1,000 inachukua muda. Kupata hayo mapato ambayo una ndoto nayo haiji siku moja. Kitu kingine ambacho cha msingi ni mfumo wa chombo chako, organization structure. Yani unataka chombo chako cha habari kikoje? Kutokana na yale malengo yako na maono na udogo wake, ni vizuri ukafikiria timu. Siku zote tafuta timu ya watu bora. Yaani hata kama ndo mnaanza, mjikusanye watu ambao mna ujuzi fulani ambao unasaidiana. Kwa hiyo kama kuna mhasibu pale, hakikisha mna mhasibu, hakikisha kuna mtu wa masoko, hakikisha nao waandishi wa habari, kwa sababu watu wengi sana wanaamini kwa sababu tu wanazalisha content basi wanazalisha habari, hiyo imeisha. Hapana, lazima mjenge mfumo wa taasisi yenu ambao unaweza kusupport kukua kwa taasisi yako. Lakini kitu kingine muhimu wakati toka unajenga huo mfumo na structure, ni vizuri pia ukawa unaangalia compliance, namna gani ufuate taratibu, kanuni na sheria, sera zitakazo kuongoza kuendesha chombo chako. Hii itapunguza sana makosa vile. Kwa mfano utakuwa na sera ya uhariri inasema story haiwezi kuchapishwa labda bila kupitiwa na mtu. Hakikisha unafuata hivyo, kwa sababu wewe ndiye binadamu. Kuna wakati utakuwa na pressure ukachapisha makosa, ukapigwa penalty, umeelewa? Kwa hiyo ni vizuri ukawa una comply na taratibu na sheria, kuhakikisha kwamba chombo chako kinaendeshwa kwenye misingi. Kwa hiyo anza kidogo kidogo, usitafute mambo makubwa sana. Ila ambacho nashauri ni kwamba sio safari ndogo. Zipo tips nyingi sana, labda tutaangazia kwa undani muda mwingine tukipata, kwenye mbinu za ambazo mbalimbali zinaweza kusaidia kuingiza fedha online. Ni somo jingine pana, lakini ni vizuri sana ukaangazia baadhi ya hizi tips ili ziweze kusaidia kukuza biashara yako mtandaoni. Sio rahisi hivyo bila kuzifuata hizi.